Hello, karibu katika mfululizo wa uchambuzi wa kitabu cha The 48 Laws of Power. Na mimi Merit Talabano Kilian. Siku ya leo tutachambua sheria namba 2 ambayo inasema kwamba do not put too much trust in friends, learn how to use enemies. Katika tafsiri ya Kiswahili maana yake ni kwamba usiwaamini sana marafiki zako, badala yake jifunze namna ya kuwatumia maadui. Bwana Robert Greene kwenye sheria hii anachomaanisha ni kwamba jitahidi sana katika mazingira ya kazi usiwaamini marafiki zako, kwa sababu marafiki zako wana uwezo mkubwa kukusaliti. Kama unavyofahamu, kwa mtu ambaye anakusaliti ni mtu ambaye anakujua kiundani, na rafiki yako ni miongoni mwa hao watu ambao wanakujua kiundani. Naamini kabisa marafiki zako ni watu ambao unashare nao siri nyingi, unawaambia kila kitu cha kwako na wanakujua wewe ndani nje ndani. Kwa sababu mtu ambaye anakufahamu nje ndani ni rahisi sana kukusaliti, lakini pia mtu huyo hana sababu ya kuwa mwaminifu kwako kwa sababu anajua unamwamini. Kwa hiyo hana kitu cha kuprove kwako. Mtu kama huyo ni hatari sana, kwa sababu kwanza yeye anaamini hana cha kupoteza, lakini wewe unakuwa na kitu kikubwa cha kupoteza. Umeweka stake kubwa sana kwako, ni rahisi kukusaliti na rahisi pia kukuharibia kazi yako. Jitahidi sana unapokuwa na rafiki kazini, basi urafiki wenu ubaki katika level ya urafiki, lakini katika mazingira ya kazi usiwahi kuweka urafiki. Kwa sababu unapoweka urafiki maana yake ni kwamba unaacha kutumia logic katika maamuzi yako, baadaye unatumia hisia. Hasa katika uongozi haupaswi kutumia hisia, badala yake unatakiwa kutumia taratibu na kanuni za uongozi. Tutatoa mfano ambao Bwana Robert Greene ametoa kwenye kitabu chake. Anazungumza kwamba kulikuwa na mfalme huko zamani. Huyo mfalme alikuwa ni mdogo, alipata ufalme baada ya baba yake kufariki, hivyo akapata ufalme na akapata kuongoza akiwa na umri mdogo. Na huyo mfalme alikuwa na rafiki yake ambaye naye alikuwa ni mdogo, lakini huyo rafiki wa mfalme alikuwa ni mtu ambaye ni duni. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuangalia farasi. Imagine mtu kazi yake ni kuwachunga farasi, kuwasafisha na vitu kama hivyo. Akapata nafasi akakaa pamoja na mfalme. Mfalme akamtumia kama mtu wake wa karibu sana, akawa anafanya kazi na mfalme, na kwa bahati nzuri kwa sababu ni marafiki alikuwa na nafasi kubwa sana ya kumshauri mfalme. Na mfalme alikuwa anamsikiliza kweli kweli kwa sababu ni rafiki yake. Sasa huyu bwana alikuwa na tamaa. Imagine ametoka kwenye mazingira magumu, amepata nafasi kubwa, akaanza kuwa na tamaa. Akamwambia mfalme amuongezee mshahara mara ya kwanza, akamuongezea tena mara ya pili, lakini bado akaendelea kuwa fisadi. Anatumia pesa za serikali, anakopa, anatumia kwa matumizi binafsi kwa ajili ya starehe na vitu kama hivi. Na baadaye huyu mfalme alikuwa na mjomba wake ambaye ndo kama alikuwa mtu wa pili katika uongozi. Mjomba wake alikuwa ni mkuu, alikuwa kamanda wa jeshi la mfalme, mtu ambaye anaongoza jeshi la mfalme. Unafahamu kwenye nguvu za kifalme namna gani wanakuwa na nguvu. Sasa huyu bwana mdogo ambaye alikuwa ni mlisha farasi akamshawishi mfalme kwamba huyo mjomba wako anapanga njama za kukuondoa katika madaraka, hivyo jitahidi uweze kumdhibiti kabla hajakuwa hatari kwako. Huyu bwana mdogo alichokuwa anakifanya ni kumshawishi mfalme kwamba amuondoe mjomba wake kwenye nafasi ile kubwa, ili yeye pengine aje kuwa baadaye na ile nafasi. Mfalme akashawishika kweli, wakapanga njama, mfalme akamuua mjomba wake kwa kumtumia huyu kijana. Imagine. Sasa baada ya mjomba kufariki, basi baada ya mjomba kuuawa, basi huyu bwana mdogo ambaye alikuwa ni mlisha farasi akaonyesha rangi yake ya asili kwamba yeye ni mtu wa namna gani. Akaonyesha tabia yake na nia yake ilikuwa ni nini. Basi baada ya muda mfalme baada ya kuona kwamba ufalme umekosa fedha kwa ajili ya kuendesha serikali, akamwambia rafiki yake kwamba bwana, rafiki yangu, umekopa pesa nyingi serikalini, ninakuomba uzirejeshe zile fedha. Na huyu bwana mdogo alimwangalia mfalme kwa dharau na kumwambia kwamba mimi sina pesa za kuzirudisha. Huyu mfalme ndo akaanza kuona kwamba hapa ninaelekea kusalitiwa, na kweli baada ya muda mfupi mfalme akagundua kwamba yule bwana ana pesa nyingi, lakini pia ana ushawishi mkubwa sana jeshini kuliko yeye mfalme. Akisema kitu anasikilizwa huyo bwana, lakini mfalme hasikilizi, na mwisho wa siku yule bwana akapanga njama za kumuondoa mfalme madarakani kwa kumuua. Mfalme usiku amelala akauawa na walinzi wake yeye mwenyewe ambao walikula njama na yule bwana mdogo. Sasa hiyo ni namna ambavyo rafiki ana uwezo wa kwenda mbali na kuondoa kile alichokuwa nacho. Ni hii inatokana na wivu tu. Rafiki yako katika mazingira ya kawaida anadhani kwamba kwa sababu nyewe mnaendana kwa hadhi, mnaendana kwa umri na kila kitu mnashare kila kitu, anadhani kwamba yeye pia ana nafasi au anastahili zaidi kupata kile ambacho wewe unakipata. Anadhani kwamba yeye anastahili kama wewe unastahili wewe. Urafiki unapokuwa katika mkiwa na
level sawa ya kiuchumi, unakuwa hauna shida. Lakini urafiki utapokuwa mmoja amekuwa tajiri au anakuwa na nafasi kubwa mazingira fulani, afu mwingine hana kitu, kiukweli unakuwa na ukakasi kidogo. Na ndio maana wakati mwingine pengine watu wanaamua wakishakuwa matajiri hawataki marafiki masikini, kwa sababu wanaogopa mazingira ya namna hii. Hasa namna gani unaweza kuwatumia maadui zako, kama ambavyo amesema Bwana Robert Greene kwamba ni vyema umsaidie ama umtumie katika kazi zako mtu ambaye ameshawahi kukusaliti awali, kwa sababu hawa watu ambao wameshawahi kukusaliti ukishawasamehe wanakuwa na deni mioyoni mwao ambao wanataka kulilipa kwako wewe, kwa sababu kumbuka ameshakukosea tayari, umewasamehe na ukawapa nafasi. Maana ile nafasi ya kuprove wao kwamba wanastahili kile ambacho wewe umewapatia, wanastahili ile nafasi ambayo umewapatia. Hawa watu watakuwa wanafanya kazi kwa bidii ili kukuonyesha kwamba wamestahili ule msamaha na wanastahili kuwa pale ambapo wewe umewaweka. Kwa hiyo kama huna marafiki, make sure kwamba unatengeneza kama huna maadui, make sure kwamba unatengeneza adui ambaye baadaye utamuwin, alafu utamtumia kama mtu wako wa karibu anakufanyia kazi. Mtu ambaye pengine alidhani kwamba ungemfukuza kazi, huyo mtu msamee, alafu mpe majukumu, alafu muangalie kwa karibu na kuhakikishia atakupa matokeo ambayo wewe hukuwahi kuyatarajia. Usiwaamini marafiki, tumia maadui na watu wa kawaida katika mazingira ya kazi zako. Asante sana.